Jamani, leo nipo na msanii wetu mkubwa ambaye anaitwa nani kwa majina? Chasamba Max Star. Chasamba Max Star. Mkubwa leo hapa tungependa kumhoji maswali mawili matatu kama angejali. Pia ningeomba kwanza na swali kuhusu swala lake la usanii. Hivi naomba kuuliza, unajihusisha na swala gani la usanii? Unajua katika usanii kuna usanii wa aina nyingi. Kwa hiyo katika sanaa zote hizo unajihusisha na swala gani la usanii? Swali lako kidogo linatakiwa nilijibu kwa uelewa zaidi. Kwamba katika swala la sanaa, mimi nafanya sanaa za aina mbili. Za aina mbili. Naomba ungetutajia kidogo. Sanaa ya kuigiza na sanaa ya muziki. Na swala lako la usanii, usanii wako ulionao, wewe ulikuwa kama wewe una ndoto ya kuwa kama nani, ili tuweze kujua tutakusaidiaje katika mienendo yako? Nianze kujibu kwanza kwa swali lako kwamba nataka kuwa kama nani, si ndio? Ndio. Tunapozungumzia masuala ya sanaa, yani kila mtu, unajua kila msanii huwa anapenda kufikia level fulani kubwa hivi. Kweli. Lakini unaposema kwamba nimejihusisha zaidi na hivi, si ndio maana yake? Ndio. Afu ningeomba kuuliza hapo ni sanaa gani ambayo unaipenda zaidi na unahisi itakuwa na manufaa kwa upande wako? Asante sana. Kwanza najihusisha na sanaa ya kuigiza, na ndio sanaa ambayo naipenda zaidi. Ndio. Na ndio nahisi inakuwa na manufaa. Na sio itakuwa kuna baadhi ya manufaa nimeshaanza kuyaona. Swali langu la kwanza, asante kwa kunijibu. Pia ningeomba kuuliza swali langu la pili. Kwamba wewe, ili najua sawa ni msanii wa uigizaji, si ndio? Katika uigizaji wako, je, tutakupata kinamna gani? Na aina gani ya mitandao tunaweza tukakupata wewe kama wewe? Okay. Mitandao hapo naweza nikasema hivi kwa mimi hapa, mimi mwenyewe binafsi. Usijue kusema bana nachagua mitandao na nini. Mimi sichagui mitandao, lakini mitandao ambayo mimi nimebase nao sana, ambao unajua ukiwa msanii mdogo kuna vitu lazima ujifunze. Mimi nishajifunza kutoka kwa watu mbalimbali kwamba unapojaribu kuamua kufanya kazi na ushafuatilia mitandao, unataka kufanya kazi za mitandaoni, sasa ndio watakuwa uangalie wewe bajeti yako tupo inasemaje. Budget. Na wewe mwenyewe sasa mazingira yako umeyaweka. Sasa kwa mimi hapa binafsi bajeti yangu na mazingira nilivyoyaweka na dini na mitandao miwili, lakini mmoja ndio nipo serious nao kuliko mwingine. Na mitandao yenyewe mfano YouTube, TikTok. Hiyo ningeomba kuuliza, samani kidogo kama utojali. Ila ningependa kuuliza kwamba elimu yako imeishia kiwango gani? Yaani mpaka sasa unasoma au hausomi, au upo katika malengo gani katika elimu yako? Okay, kwenye masuala ya kusoma mimi bado nasoma. Naomba utuelezee kiundani zaidi. Upo kidato cha ngapi au upo katika nafasi gani katika elimu yako huko juu? Mpaka sasa hivi mimi naingia kidato cha 3, nimemaliza kidato cha 2. Nimemaliza kidato cha 2. Nimeelekea kidato cha 3. Shule ya Kingolwira Secondary. Kwa hiyo unategemea nini kwamba huku unasoma huku unaendelea na elimu yako ya uigizaji? Wewe unahisi wazazi watakubali kweli? Kwenye swali lako hilo ngoja nikujibu vizuri. Nahisi sio kukubali. Mpaka sasa sio kukubali, lakini isipokuwa ninachokikumbuka mimi zaidi ni kwamba kipindi naanza sanaa. Mimi sanaa nimeanza nikiwa shule ya msingi darasa la 4 la 3. Sasa kipindi mimi naanza sanaa ilikuwa ni kwamba wazazi wanakuwa wanakataa sana bana, tunakufanya sana, wananipinga. Kwa mpaka sasa tungeomba kujua elimu yako ya shuleni vipi? Mambo mazuri au mambo yanakuwa mabaya? Kwenye elimu ya shuleni sasa nikasema anajisifia au kwenye elimu ya shuleni mimi nipo level ya kawaida sana. Ya kawaida. Sina level mbaya ya 0. Na wala sina level nzuri sana useme labda 1 ya 7 ngapi, huko sifiki. Ila na level ya katikati. Katikati. Mpaka hapo ishakuelewa. Ila pia tungeomba mpaka kuingia katika kazi ya usanaa, wewe ungependa nini? Yaani unataka nini sasa mpaka kuingia kwenye kazi ya usanaa? Yaani ndoto yako wewe hapo. Mimi ndoto yangu, unajua kitu kikiwa katika kitu, unajua kwanza kuna kitu kimoja watu watakuwa kielewe. Kwanza kuna kipaji. Halafu kuna kitu mwenyewe ambacho unakifanya katika jamii kama kutimiza wajibu, na kulingana na umekikuta ni kama mfumo. Mfano elimu. Hiyo elimu sio kipaji, ila kitu ambacho umekikuta katika jamii kuona kifanya kutimiza majukumu. Sababu mtoto yote jukumu lake ni kusoma. Kwa hiyo ni jukumu. Kwa jukumu na kipaji hivi ni vitu tofauti. Ile ni jukumu kama majukumu mengine. Lakini kipaji hilo sio jukumu, hilo ni kitu ambacho wewe mwenyewe sasa automatic kipo ndani. Natural. Natural. Kwa uwezo kusema kwamba kwa sababu mimi nasoma labda nikifanya kipaji hiki nitafeli. Wapo watu ambao wanashindwa kumanage vitu kama hivyo. Lakini kwa upande wangu mimi ninafanya sanaa tangu shule ya msingi na sijui kufeli. Sasa wewe kama wewe wanachazi Chasamba Films, wewe unashauri vipi
wanajamii wengine ambao wanataka kuhusika katika masuala ya usanii endapo akiwa shuleni, wewe unawashaurije? Huoni kama itaharibia mazingira yao katika mikakati mbalimbali? Upo sawa. Asante sana. Habari sio, ngoja nijibu kiundani zaidi. Kwa wanajamii ambao wanahitaji kujihusisha na masuala ya shule pamoja na sanaa. Sasa ni swala wao na wazazi wao. Kama mimi hapa ni swala mimi na nani? Na mzazi wangu. Kwanza kabisa inatakiwa, kama mimi kwa ushauri wangu, kwamba unapomwona mwanao ana kipaji chochote kile, iwe ni muziki, iwe ni kipaji cha kuchora, iwe ni kipaji cha kuimba, ndio muziki, iwe ni kipaji cha kuigiza, iwe ni kipaji chochote kile, mzazi kwanza, kabla ya kwamba shule ipo, si ndio? Kwanza mpambanie na shule, kwa sababu elimu ndio kila kitu mzee. Kweli. Hata kama hata wengine wanaona wasanii wakubwa kina Diamond kina nani, japo kuna elimu hizi hapa za kawaida, hawakufanya majukumu yao kama wanafunzi, si ndio? Lakini walipokuwa watu wakubwa, lazima kuna sehemu watakuwa walienda kusoma. Ajua hata Kiingereza. Kwa mwisho wa siku kwamba elimu kumbe haina mwisho, ipo. Kwa mwisho wa siku mtu akiwa na kipaji chake, kwanza elimu mpambanie, kwanza afanye elimu. Lakini pia anapokuwa anasema na kipaji pia, na siku mbona muda upo, ule muda anaotumia kwenda kucheza, kufanya nini, mbona ule muda kama yeye mwenyewe kitu anakipenda unaweza kummanage. Lakini pia ukishamuona wewe mwenyewe mzazi, ukishaona mtoto wako huyu hana uwezo wa kumanage vitu hivyo, maana hakuna mzazi asomjua mtoto wake, watakuwa mpambania na kitu ambacho wewe unahisi yeye anakipenda zaidi, na wewe je, ukikiangalia kitamletea manufaa, aidha ni shule au vitu vingine kama kipaji. Sasa bwana Chazi, kwa jinsi ulivyoongea nahisi mpaka hapa watu wamekuelewa na wamekupata vizuri na wamekusoma. Ila ingalikuwa wachache wenda wanaweza sione, ila wengi wataiona. Sawa bwana Chazi, sisi tulitaka kukuuliza hivyo. Kwa hiyo tunashukuru kwa uwepo wako. Najua mashabiki mpaka sasa wanafurahia na washajua wewe ni nani na unapatikana wapi. Asante sana. Shukrani. Asante sana. Poa, karibu. Asante.